upande wa Mungu, ndio jeshi la Mungu huyo. Jeshi la vita akapigana na yule joka ambaye ndio shetani na ibilisi. Akiwa na wafuasi wake. Kumbuka huyu alikuwa anataka ampindue Mungu. Lakini akapigwa, akatupwa hata nchi. Alipotupwa, anasema neno la Mungu linasema kwamba hata mahali pake hapakuonekana tena mbinguni. Ndio maana unaona ibilisi yeye ametupwa huko shimoni. Yaani yeye anasubiri moto wa jehanamu. Nafasi yake haipo. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Mstari ule, angalia sasa hapo hiyo mstari unapofuata. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yaani hapo ndo penye sosi sasa. Ole wenu wa Tanzania, ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Anajua kwamba muda wake ni mchache. Kwa hiyo huyo ndio adui yenu mkubwa. Yuko na wafuasi wake. Na huyo adui yetu mkubwa ana majeshi. Na majeshi yake, unajua ibilisi watu wengine wanafikiri tualiona limnyama lina mapembe, alafu linatisha. Yaani ibilisi anaweza akavaa sura na maumbo mbalimbali. Hilo ni somo jingine tutalifundisha katika vipindi vitakavyokuwa vinaendelea. Kwa hiyo ibilisi anaweza kavaa sura ya mende. Ndugu yangu, ukashangaa mende. Ibilisi anaweza kavaa sura ya mtoto. Ibilisi anaweza kavaa sura ya kijana. Ibilisi anaweza kavaa sura ya mwanamke. Ibilisi anaweza kavaa sura ya mzee. Yaani ibilisi anaweza kavaa umbo lolote, akavaa sura ya nyoka. Lolote, hayo yote ni yani anatumia umbo lolote. Na anatumia umbo ili kuweza kufanyaje? Kukuchanganya. Ndio maana unaweza kukuta kwenye baadhi ya nyumba zenu, unaweza kashangaa kuna mende, yani hata ukiwaua namna gani mende hawaishi. Yani hao yamkini ni mawakala wa ibilisi wako humo ndani mwako. Na inawezekana ndio wanasikiliza unafanya nini, kama antena. Wanapata taarifa, wanapeleka. Kile unachokiongea unashangaa kimerekodiwa. Ndio maana unaweza kushangaa mbona habari zangu zinajulikana? Inajulikana kwa sababu uko na mawakala ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ibilisi kwa sababu ameshuka hapa ili atende kazi yake, nataka nikuhakikishie hatafanikiwa. Hatafanikiwa. Narudia tena kusema ibilisi na mawakala wako hautafanikiwa kamwe Tanzania kwa jina la Yesu. Mungu amesema hii vita atashuka, atapigana yeye. Tunaweza tukaona kwa mfano wakati ule Mungu alivyoshuka kupigana kwa ajili ya Waisraeli kuwatoa Misri. Mnakumbuka wote, mnafahamu historia, alifanya nini? Hayo ndio matendo makuu ya Bwana. Na hayo ndio yanayokwenda kutokea Tanzania katika jina la Yesu. Namba 4. Mungu amenithibitishia kwa kuniambia niwaambie msimwangalie aliyemtuma, bali muangalieni yeye aliyetuma. Kama nilivyosema, mimi mwenyewe nilikuwa nasema Mungu, kweli mimi sio tasema tu huyu mama naye. Yaani naye mama huyu anaongea nini? Anaongea kama nani? Ana cheo gani? Ana wadhifa gani? Ana umaarufu gani?
ana fedha gani? Nataka nikwambie Mungu hutumia vinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Twende tukasome katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 20 mpaka 29. Anasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza maswali mengi, nafikiri nimekujibu. Mungu anaitwa hodari wa kuokoa. Hiyo utaiona katika Zaburi 24 mstari wa 8. Kisoma utaiona Isaya 49:24 mpaka 29. Mungu anasema, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Na jeshi lao waliofungwa halali wakaokoka? Unajua kuna wafungwa halali Yaani umefungwa kihalali kabisa, lakini Mungu anauliza, jeshi liofungwa halali wanaweza kuokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mkononi mwake, na mateka yake aliye hodari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Na hao wanaokuonea, hao wanaokuonea wewe Tanzania na Watanzania, nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Sasa baadaye mwenye enzi wa Yakobo mwambie mwenye enzi wa Watanzania. Amen. Kwa hiyo Bwana anasema atakuokoa, anasema na kila jicho litaona. Kama alivyopigwa Farao wakati ule, alikuwa amesimama kama nembo ya Ibilisi. Aliweza kupigwa na wana wa Israeli, wakatolewa, wakatoka katika nchi ya Misri, wakaokolewa. Vivyo hivyo Ibilisi aliyeshuka Tanzania, kutuchanganya wa Tanzania, ifike hatua sisi tunagombana sisi kwa sisi. Tunaanza kuchukiana, viongozi, wananchi, polisi. Hii kitu haikuwepo. Mimi nakumbuka wakati tunakuwa sisi, ulikuwa unaweza ukaenda ukalala nyumba yoyote. Na una amani kabisa, unakula, unalala, tena utapewa huduma nzuri sana. Umesafiri, labda umeenda umekwama, umeshindwa kusafiri, kuendelea na safari, utapata huduma zote. Lakini sasa hivi subutu, kila mtu anaogopa. Kwa nini? Sasa Mungu anasema atampiga huyo Ibilisi na mawakala wake walioshuka Tanzania. Kisha amani, vile tulivyokuwa tunaweza kufika, unalala, ukapewa huduma, itakuwa mara 7 yake. Itakuwa raha si raha, itakuwa raha kubwa sana. Mungu anasema kila jicho litaona na kila sikio litasikia matendo makuu ambayo Mungu atafanya Tanzania, na wote wenye mwili watajua kwamba yeye ndiye Mungu na hapana Mungu mwingine Tanzania, Afrika na dunia yote kwa ujumla. Ni yeye peke yake anayestahili kuabudiwa. 6. Mungu anasema vita hii mlio nayo ni kubwa sana kuliko mnavyoweza kufikiri, kuwaza. Na adui yenu ana nguvu nyingi kushinda mwanadamu wa kawaida.
kama nilivyosema, mwanadamu wa kawaida ni mtu ambaye hajampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu unapokuwa umeokoka, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, Yesu Kristo anaishi ndani yako. Kwa hiyo una nguvu za Mungu, una uwezo wa kumshinda shetani. Lakini mwanadamu wa kawaida huwezi. Huwezi. Na hata huyo mwanadamu aliyompokea Kristo naye anatakiwa sio tu kumpokea umekaa, lakini lazima uzitafute nguvu za Mungu. Kwa sababu Mungu anasema nawapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona, utampata, atakupa nguvu zake. Mimi ninayeongea, Ibilisi mwenyewe ninavyoongea hapa, akisikia huu ujumbe, anajua kwamba mimi ni nani. Ananifahamu. Maana kwenye maombi, maana vita vyetu sisi hatupigani kwa ngumi. Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama. Hebu tusome hiyo, iko katika Waefeso 6 mstari wa 12. Mstari wa 10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Unaona, muwe hodari na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo mwenye kutoa nguvu ni Yesu Kristo. Lakini utakuwa hodari katika yeye. Sio kwa nguvu zako. Mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Unaona Kwa hiyo shetani ameshatuingizia hila sasa hivi. Yaani mpaka tunaanza sasa kuonana wabaya sisi kwa sisi. Na huo ni mtego wa shetani, ndugu zangu. Mwenye masikio na asikie. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Umeona? Kwa hiyo sisi hatushindani kwa kupigana ngumi. Au tunasema tunachukua mapanga. Hapana. Vita vyetu, Mungu amesema hivyo, sisi hatuchukui mapanga. Sisi tunashindana kwenye maombi. Uwanja wa vita wetu ni uwanja wa kuomba. Huko ndio tunaenda kumpiga shetani. Na tunampiga, anapigwa kweli. Kwa hiyo hatushindani kwa njia ya kuchukua silaha za kimwili. Namba 6. Kama nilivyosema, vita hii sio, yani iko above our level. Yani iko zaidi ya uwezo wetu. Iko zaidi ya viwango vya mwanadamu. Kumbuka nimesema adui yetu mkuu sio chama chochote, sio binadamu yoyote, sio uongozi wowote. Yani hapa tunashindana na Ibilisi mwenyewe. Na ndio maana nitakufunulia siri zote. Nitamfunua amevaa maumbo gani, na ndio maana nawachanganya nyinyi wa Tanzania. Baada ya kueleza hayo, Mungu ameapa yafuatayo ikiwa mtamwachia vita hii, yeye ndio apigane. Amesema hii vita nyinyi hamuiwezi. Hii vita ni ya kwake yeye. Namba 1. Atawatoa mkononi mwa adui. Hayo ndio mambo Mungu ambayo ameapa. Msema kama nilivyosema, atatutoa mkononi mwa adui, yani Ibilisi na wafuasi wake. Hapa nitafafanua zaidi wakati wa maombi au wakati wa vipindi vitakavyoendelea. Namba 2. Mungu ameapa ataponya, atatuganga. Anajua tumeumia, tumeumizwa na Ibilisi. Hatujaumizwa na mtu, tumeumizwa na Ibilisi. Mwenye masikio na asikie. Tumeumizwa na Ibilisi mwenyewe na wafuasi wake. Kwa hiyo Mungu anasema atatuganga mioyo yetu, tutapata faraja. Unakumbuka Ayubu aliweza kufiwa na watoto wake wote.
lakini Mungu akampa